Unaangalia Nonji TV, sauti ya jamii. Hii ni safari ya imani kupitia Nonji TV, sauti ya jamii. Usikose kuangalia kipindi hiki cha safari ya imani kila Jumapili saa 4 asubuhi na marudio ni Jumatano saa 11 jioni. Karibuni kwenye safari ya imani. Safari ya imani. Usivunjike moyo. Mungu yuko nawe. Kukutia nguvu. Usikate tamaa. Mungu yuko nawe. Safari ya imani. Usivunjike moyo. Safari ya imani. Usivunjike moyo. Mungu yuko nawe. Kukutia nguvu. Safari ya imani. Mungu yuko nawe. Kukutia nguvu. Kukutia nguvu. Unaangalia Nonji TV, sauti ya jamii. Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wa Nonji TV. Uko na mimi mtangazaji wako Damson Notation, Damson Kasote. Niko hapa na furahi kabisa, niko na furaha kwa sababu nipo nyumbani mwa Bwana. Sisi tuna kauli yetu inasema Mungu kwanza na mengine yatafuata baadaye, na hichi ni kipindi chako pendwa kabisa kupitia Nonji TV. Hichi ni kipindi cha safari ya imani na uko na mimi Damson, lakini leo niko na mwimbaji mkubwa, mwimbaji wa kimataifa. Mwanadada huyu ni hatari sana, anafanya kazi ya Mungu, akimtumikia Mungu kwa uweledi kabisa. Na leo nafurahi, niko nyumbani kwake, nipo nyumbani mwa Bwana, nipo kanisani kwao. Dadangu, unaitwa nani bwana? Naitwa Eveta. Unaitwa Eveta? Eveta nani? Mbona ubarisi majina yako? Naitwa Eveta Mahungu. Huyu ni dada Eveta Mahungu, ni mwimbaji mkubwa. Mimi nimewahi kumsikia na hivi sasa nimetoka kumsikiliza akiimba live kabisa kupitia kongamano hili ambalo limetufanya Nonji TV tuwepo maeneo haya. Hapa bwana panaitwa dada Eveta? Hapa naitwa Chakenge. Chakenge. Na imani hapa Chakenge wanakujua vizuri kabisa mwimbaji. Bwana, nimefurahi sana na kongamano hili limenivutia sana kwa sababu ya mambo haya mawili. Wamefundisha namna ya kukua kiroho, lakini pia wamefundisha wadada au wamama namna ya kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo tumefurahi sana. Unazungumzia nini kuhusiana na kongamano la leo? Kuna kitu kidogo unaweza kuambia watazamaji wa Nonji TV kuhusiana na hii tamasha yote, kitu chochote ambacho unaweza kuambia? Ninachoweza kuambia ni kwamba tamasha hili kwa kweli, tamasha hili ni kwamba nzuri sana, limefana sana. Ni tamasha ambalo limegusa wamama kwa namna nyingine, kwamba limeinua wanawake kwa namna fulani ambapo walikuwa wamejisahau, limewakumbusha wanawake majukumu yao na namna wanavyoweza kutumika nyumbani mwa Mungu na jinsi wanavyoweza kuwa watumishi wenye nguvu, watumishi wanaoweza kueneza Injili Tanzania na hata duniani na hata nje ya nchi. Dadangu, naona wewe ni mwimbaji mkubwa sana. Na je, wanaweza kupataje watazamaji wa Nonji TV mitandao yako ya kijamii, namna utakapobariki kupitia wimbo wa nyimbo zako? Unapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina gani? Kwenye mitandao ya kijamii inapatikana Facebook kwa jina la Shiro Respect. Okay. Yes. Instagram bado sijawa na YouTube. Instagram pia nina akaunti ambayo natumia jina la Shiro Respect. Okay. Wanaweza wakanipata kwa jina la Shiro Respect. Ukiandika tu Shiro Respect unanipata mtandao wetu. YouTube bado sijawa. Bado. Je, waambie watazamaji ujio wa nyimbo yako mpya, maana mimi nimebahatika kusikia kuimba live. Unategemea kuachia lini wimbo wako? Wimbo wangu natarajia kuachia hivi karibuni. Nadhani wiki ijayo. Nimsemee mimi kwa sababu ana shauku sana watazamaji wa Nonji TV muweze kupata wimbo wake. Dada, una neno lolote ambalo umesalia labda moyoni natamani usiondoke hapa bila kuambia watazamaji wako? Ninachopenda kuambia watazamaji ni kwamba kwanza niwakaribishe Chakenge,
niwakaribishe mahali ninapopatikana. Ninapatikana katika kanisa la Mji wa Miujiza. Yes, kanisa la Miujiza kwa mchungaji Daniel Mkenja ndipo ninapopatikana. Kwa hiyo watazamaji, nawakaribisha sana mahali hapa kanisani kwetu kwa Pastor Daniel Mkenja. Karibuni sana, ninawapenda na Mungu awabariki. Amina dada. Nafurahi sana ujio wako. Amina. Karibu sana. Amina. Nadhani ukijao nitakuwa na interview na wewe tena. Nitakuita mwenyewe. Amina. Nashukuru sana. Karibu sana, barikiwe. Amina. Amina. Nenda kaendelea na huduma. Ndugu mtazamaji wa Nonji TV, kwa live kabisa kupitia tamasha hili, kupitia kongamano hili ambalo linaruka live kabisa kupitia hapa Kivule. Nonji TV tunakushia mubashara kabisa matangazo haya. Na uko na mimi live, nitaendelea kukuhabarisha, utakuwa na watumishi wengi. Bado wanaendelea kuja na kumiminika watu. Ndani burudani inaendelea, waimbaji kaza wa kaza wakiendelea kufundisha na kueneza Injili. Sisi tunakwambia Mungu kwanza na mengine yatafuata baadaye. Asante, naendelea kufuatilia katika peji zetu za Nonji TV, na ulikuwa na mimi Damson Samuel Kasote. Asante. Unaangalia Nonji TV, sauti ya jamii. Hii ni safari ya imani kupitia Nonji TV, sauti ya jamii. Usikose kuangalia kipindi hiki cha safari ya imani kila Jumapili saa 4 asubuhi na marudio ni Jumatano saa 11 jioni. Karibuni kwenye safari ya imani. Safari ya imani. Usivunjike moyo. Mungu yuko nawe. Kukutia nguvu. Usikate tamaa. Mungu yuko nawe. Safari ya imani. Usivunjike moyo. Safari ya imani. Usivunjike moyo. Mungu yuko nawe. Kukutia nguvu. Safari ya imani. Mungu yuko nawe. Kukutia nguvu. Kukutia nguvu. Hello ndugu mtazamaji wetu wa Nonji TV. Uko na mimi hapa Damson Samuel Kasote. Nipo na Glory Gideon. Glory Gideon. Bwana, huyu tuko mtaa gani bwana Glory? Huko tuko mtaa wa Chakenge. Chakenge. Leo Yes. kuna kongamano kubwa kabisa la kimataifa Yeah. ambalo linafanyikia hapa na leo tuko na rais ambao wako katika chama chao hichi ambacho ni chama cha wakina mama, cha wajasiriamali na wana mafundisho mengi sana. Sisi leo Nonji TV tumewafikia mahali hapa. Yeah. Dada Glory. Je, umeonaje siku ya leo hii? Kweli siku ya leo ni siku nzuri sana. Njema kabisa. Na kweli ni kama mimi nimekuwa surprised. Yes. So kuona kwamba kumbe inawezekana mtaa kwa mtaa na tukawafikia mpaka huu mtaa wa Chakenge. Yeah, kuja hapa kwamba kuzungumza na wao na kuona vile vitu ambavyo wanafanya, ni kweli wamefanya vitu vikubwa sana. Vitu vizuri wakati. Yes, wamefanya vitu vikubwa sana. Amina. Nimeona maandalizi yao, kuna chakula, watu watakula, lakini wamesema huu sio mwanzo, wana muendelezo. Kuna kuku pia nimeona. Yeah, tutakula sana. Kuku, yani wale kuku kabisa, sio hizi broiler. Tutakula kuku sana. Ile kienyeji. Lakini pia utapata nafasi ya kuongea na Apostle Mkenja pamoja na mama mchungaji, tutapiga naye story mahali hapa. Barikiwe sana. Yes. Endelea kufuatilia kupitia Nonji TV. Bye bye. Asante sana. Unaangalia Nonji TV, sauti ya jamii. Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wa Nonji TV. Bwana, tunafurahi sana kuwepo mahali hapa kwa sababu Mungu yupo pamoja na sisi, na tunafurahi kwa sababu tumeamua kuanza na Mungu na tumeamua kumaliza na Mungu. Dada Glory. Yes. Bwana, tuko na watumishi wa Mungu kabisa. Yeah, ni kweli. Tupo live kabisa na leo wana jambo lao bwana. Kabisa. Dadangu unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Chacha. Elizabeth Chacha. Chacha. Yeah. Okay. Na jina zuri. Ana jina zuri Na sana. brother hapo unaitwa nani? Naitwa mtumishi wa Mungu Kefa. Yes. Yeah, unatokea wapi? Natokea Kimara mwisho, lakini kwa asili yangu sana ni kusini Songea, Mbinga, lakini pia ninamshukuru Mungu kwa neema na baraka hii ambayo aliyoiachilia Mungu kwa siku ya leo kuwepo mahali hapa, na
pia kukutana na ninyi wa Nonji TV. Okay, asante sana. Naona umependeza. Wewe nani designer wako? Umependeza sana. Ni mimi mwenyewe. Unajua ukimtumikia Mungu katika roho na kweli, Mungu ana asili ya kuachilia baraka. Mungu anagusa watu afu hivyo. Asante sana. Yes. Nimesikia Chacha hapa. Tuambie kidogo kabila gani basi? Yes. Angetuambia, unajua tunataka kuelewa zaidi makabila yapi, na tuambie umeolewa kwani? Ya, nimeolewa. Sasa sijaona ile nani. Ndugu mtazamaji wa Nonji TV, tuko live kabisa tukiwepo hapo katika kanisa letu zuri kabisa hili. Leo tumebarikiwa na huduma ya kongamano kubwa la kina mama la wanawake. Tumefurahia muziki, tumefurahia mahubiri, lakini bana, nimesikia umefundisha somo pia la ujasiriamali, masuala ya kujinyanyua kiuchumi. Nimesikia bwana. Hii kiboko hiyo somo la ujasiriamali, ndugu mtazamaji, ni kiboko sana. Bwana, umejifunza nini dadangu leo? Kwa nimejifunza vitu vingi sana. Kama vipi? Ya, nimejifunza namna ambavyo mwanamke anaweza kusimama. Anaweza kusimama pia kwa ajili ya familia. Na kumsaidia baba pia, kwa sababu tumekuwa tukijua wanawake kwamba baba tu anatakiwa kusimama. Lakini kumbe tunatakiwa na sisi pia kusimama pia. Kwa tumejifunza vitu vingi sana. Sawa sawa. Lakini ngoja mimi hapo kwanza, kwa sababu hapa mbele yangu unaona kuna mtumishi wa Mungu hapa. Na yeye ni baba. Ndio. Yes. Hakuna kitu amezungumza hapo. Sasa nataka nihakikishe kwani kuna hakika gani au kuna uhalali gani wa nyinyi kusaidiwa katika majukumu, yani majukumu. Na kwa sababu hiyo siku ya kina mama. Okay. Mimi napenda niseme kitu kimoja kwamba nikisema habari ya baba, maanake bado hatakuwa baba. Cha kwanza hicho. Sawa lazima jamani, jimbo liko wazi huko ndugu watazamaji. Lazima niliweke wazi bado, lakini ninaamini Mungu ni mwema, atanipa yule ambaye aliyemkusudia Mungu kwenye maisha yangu. Lakini pia kwa sababu ni neno la Mungu, hata kama lilikuwa linawahusu wakina mama, lakini mimi kwa sehemu nimepokea. Kwa hiyo nimepokea namna jinsi ambavyo kumjua Mungu, kumtambua Mungu, lakini pia ni kuzishika sheria zake, lakini pia na kufanya kila ambacho Mungu alichokikusudia katika maisha. Ndio maana neno la Mungu linasema asiyefanya kazi asile, lakini pia nasema atabariki kazi ya mikono. Kwa hiyo somo la leo kuhusu habari ya kujiinua katika uchumi, ili alijalenga tu kwa kina mama, bali limelengwa kwa wote, iwe mama, iwe baba, iwe kijana, yoyote yule. Kwa hiyo binafsi yangu endapo sio ni mtu ambaye nilikusudiwa katika hilo kongamano, alinihusu sana, lakini kwa sababu kinachoenda kuhubiriwa pale ni neno la Mungu, kwa hiyo nikaona ni vyema, na nilipopata mwaliko huu na baba yangu wa kiroho, kwa hiyo nikaona ni vyema kabisa, basi ngoja nihudhurie hata kama mimi ni kijana. Asante sana. Unaangalia Nonji TV, sauti ya jamii.